Bwana habari. Salamu. Ni heri kabisa. Heri kabisa. Bwana sasa. Amen. Habari za mjini? Ni nzuri kabisa. Bwana mimi nina swali. Uliza Swali nataka niulize. Ndio. Na swali lenyewe linapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 14 baada kwenye mstari ule wa 6. Ndio. Malaika Yohana aliona malaika anaruka mwenye injili ya milele. Ndio. Sasa mimi sitaenda sana kule chini kwenye meza chini hapana. Mimi nilikuwa na shida tu ya kuelewa injili ya milele. Kiufupi tu wala hausi. Umeuliza swali zuri sana. Umeuliza uhusiano baina ya injili ya milele na ujumbe wa malaika wa kushiriki. Sasa huu uhusiano maana yake ni nini? Injili ya milele yenyewe inasema kwamba mcheni Mungu na maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Sasa kina maana injili ya milele kwanza ikumbukwe kwamba injili ya milele ni amri 10 za Mungu. Hiyo ndiyo injili ya milele. Kwa sababu gani? Mahali fulani anasema kwamba haitaondoka yodi moja wala nukta moja katika hizi mpaka mbingu na nchi zitanduke, lakini hizi hapa, hizi akimaanisha zile amri 10 za Mungu, haitaondoka yodi moja wala nukta moja. Hata mtu yeyote atakayesubutu kuweza kuondoa au kupunguza au kuongeza, ataondolewa sehemu yake katika ule uzima wa milele. Kwa hali kama hiyo tunaona kwamba amri 10 za Mungu ndiyo injili ya milele, kwa sababu iliwaongoza kuanzia wale watu wa zamani kabisa, wazee wetu wa imani, ikaja mpaka kwenye mitume. Hata Yesu alipokuja akasema, sikuja kuvunja torati na manabii, la, bali nilikuja kufanya nini? Kutimiliza. Kwa hali kama hiyo mpaka sasa hivi bado sisi tunaendelea kuaswa kuzishika amri 10 za Mungu, ili kama ndio injili ya nini? Ya milele. Kwa hiyo ni vizazi na vizazi tunaona kwamba Biblia inaendelea kusisitiza, na maandiko yameonya kwamba ole wake mtu yeyote ambaye atamsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Kumbuka kwenye amri ya Mungu, zile amri 10 inasema usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Sasa kwa hiyo endapo kama mtu anajitoa ufahamu, anafanya sanamu ya kuchonga, anafanya hata vitendo vya kuweza kuonyesha kwamba yuko anasujudu,